Mara nyingi tunadhani maisha yanaanza pale unapoamka na kuelekea kazini, lakini kwa Rachel, maisha yalibadilika pale aliposhika mkoba wake wa kijani na kupanda daladala kutoka Kimara kwenda Mbezi. Hakuwa anajua kuwa nyumba aliyokuwa anaenda kufanya kazi ilikuwa sio tu sehemu ya ajira, bali ni mtego wa mapenzi, siri na hatima yake. Hii ni simulizi ya penzi, majaribu na ukweli unaouma. Hii ni hadithi ya Rachel. Karibu kusikiliza. Niliamka mapema sana siku hiyo. Roho yangu ilikuwa na mchanganyiko wa hofu na matumaini. Nilikuwa nimepata kazi mpya, kazi ya ndani kwa familia moja ya kizungu waliokuwa wanaishi Mbezi Beach, maeneo ya Oman Street. Nilikuwa nimeambiwa ni kazi nzuri, wanakulisha, wanakulaza na mshahara si mbaya, na zaidi ya yote ni familia ya watu elewa. Mimi nilikuwa Rachel, msichana mwenye miaka 22 kutoka Morogoro. Nilihamia Dar kwa dadangu mkubwa ambaye naye maisha yalikuwa yameanza kumshinda. Alinionya, Rachel, Dar si kama kijijini, uwe makini, usimwaminie kila mtu. Hii kazi ya ndani si lele mama, lakini ukijituma utafanikiwa. Nilimkumbatia dada, nikapanda daladala nikiwa nimevalia gauni la bluu lilotulia vizuri na sweta nyekundu. Nilikuwa na mkoba wangu mmoja na baafa ya barua ya ajira iliyoandikwa na mkono na bosi mpya, Madam Sabrina. Safari kutoka Kimara hadi Mbezi ilionekana kama karne. Jua lilikuwa kali, abiria walikuwa wanagombana, na kila sekunde niliyokuwa njiani nilijiuliza, je, maisha yangu mapya yameanza leo au ndo najichimbia kaburi la huzuni? Nyumba ya Madam Sabrina ilikuwa tofauti kabisa nilivyotarajia. Mlango wa mbele ulikuwa mkubwa, rangi ya maziwa, na kulikuwa na mlinzi mmoja aliyevaa sare za kijani na beji yenye jina lake, Bakari. Bakari alinipokea kwa macho ya kimya. Hakusema mengi, lakini tabasamu lake la pembeni lilinitikisa. Kulikuwa na kitu katika sura yake, huzuni iliyojificha au labda furaha iliyokufa. Alinionyesha sehemu ya ndani, nikakutana uso kwa uso na Madam Sabrina, mwanamke wa miaka 38, mrefu, mweupe, mwenye sura ya kupendeza lakini uso wa ukali. Alinitazama juu chini. Wewe ndiye Rachel? Aliuliza kwa sauti ya baridi. Ndiyo madam, nikajibu nikiwa nimeinamisha kichwa. Sawa, usiniletee mchezo. Hapa tunataka usafi, nidhamu na akili, umesikia? Nikakubali. Nilikuwa tayari kufanya kazi, lakini sikujua kama kazi hiyo ingehusu zaidi ya kufua, kupika na kufagia. Sikujua kama ningeanguka kwa mwanamume asiyepaswa kumpenda. Mkutano na Brian. Siku ya 3 nyumbani pale ndipo nilipomwona Brian kwa mara ya kwanza, mtoto wa Madam Sabrina. Alikuwa amerudi likizo kutoka chuo UDSM akisubiri kujiunga na internship. Mrefu, mwembamba na muonekano wa vijana wa mjini. Alinitazama kwa namna ambayo hakuna mwanamume aliyewahi kunitazama. Macho yake alielea usoni mwangu kama kamera inayochukua picha ya kitu chenye thamani. Alinisalimia kwa kicheko. Hujambo dada wa kazi, uko fiti kweli? Mama alijua kuchagua. Nikacheka kidogo, lakini nikaikwepa macho yake. Nilihisi joto la aibu, lakini pia moyo wangu ulianza kunongona kitu kisichotamkika. Siku zikaendelea. Brian alianza kuwa karibu, ananiita Ri badala ya Rachel. Anaanza kuleta zawadi ndogo ndogo, ice cream, juice, vipodozi vidogo. Na kila nilipokuwa najaribu kumkwepa, moyo wangu ulikuwa naenda kinyume. Wakati huo huo Bakari, mlinzi, alianza kuongea nami zaidi. Alikuwa na ucheshi wa mtaani, lakini hakuwa mpuubazi. Aliniambia siku moja, usijifanye uni macho ya Brian, lakini angalia sana, nyumba hii imejaa siri. Usikubali kuwa hadithi nyingine ya mjini, Rachel. Maneno yake yalikaa kichwani mwangu, lakini mapenzi hayajui ushauri, hayajui mipaka. Mwisho wa sehemu ya kwanza, part 1. Nilianza kugundua kuwa nyumba hiyo haikuwa kawaida. Brian alikuwa na siri. Madam Sabrina alikuwa na chuki isiyoeleweka. Na Bakari alikuwa na ficha jambo kubwa zaidi. Lakini kabla sijapata muda wa kufikiria yote hayo vizuri, Brian alinibusu ghafla, usiku mmoja nikiwa jikoni, na hapo maisha yangu yalibadilika milele. Kama umeipenda sehemu ya kwanza ya simulizi ya mapenzi ya Rachel, tafadhali like video hii, subscribe kwenye channel,
Comment hapo chini. Unadhani Rachel atampenda nani? Brian, Bakari au ataamua kuondoka? Usikose episode ya pili ya Ndani ya Moyo wa Brian. Hii ni hadithi ya kweli ya Rachel. Tutaonana kwenye sehemu inayofuata.